We've been talking about the mixed multitude, and we thank God that we have now known who are the mixed multitude. And today I want us to share on the problem with the mixed multitude. The problem with the mixed multitude. I want us to read from the book of Exodus 12:35. 12:35, the Bible says, "The people of Israel had also done as Moses told them, for they had asked of the Egyptian jewelry of silver and of gold and clothing. And the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians, so that they let them have what they asked. Thus, they dispelled the Egyptians. And the people of Israel journeyed from Ramesses to Succoth, about 600,000 men on foot, besides women and children." 38. "A mixed multitude also went up with them, and very many cattle, both flocks and herds." Bwana Yesu asifiwe. So who are these mixed multitude? Some were Egyptians. Some were slaves who had been bought there. Bwana Yesu asifiwe. And residents from other foreign places who were living in Egypt. Why did they follow the Egyptians? The Israelites. Why did this mixed multitude follow the Israelites? Because they saw the power of God. Remember the 10 miracles that Moses performed in the land of Israel. And because these people were there, they saw what God is able to do. They saw that this God of Israel can even kill all the firstborns of other people and spare the Israelites. And they felt they want to be associated. Bwana Yesu asifiwe. And that is why they followed them. They went up with them. Bwana Yesu asifiwe. So what did they do when they followed the children of Israel? The greatest thing they did was incitement. They incited the Israelites into 5 things that I want us to see today. What is incitement? Kuchochea. The action of provoking unlawful behavior or urging someone to behave unlawfully. So, waliwachochea katika mambo mingi yenye haikuwa mapenzi ya Bwana. Na ndio maana ni vizuri kuchuga marafiki wako ni nani ama wale watu you spend most of your time with. Because one day you'll be going where they go, you'll be eating what they eat, you'll be drinking what they drink, you'll be dressing like them. Kwa sababu watakuwa anakuuliza, na wewe hii ni gani umevaa? Kwani umekuwa mama kama ni msichana? Kama umekuwa mama lelelele. So with the time, so that you can be like them, you do what? You change and you start dressing like them. One day you will be speaking their language so that you can fit. Hallelujah. One day you will be relating the way they relate carelessly. In 1 Corinthians 15:33, the Bible says, "Do not be deceived. Bad company ruins good morals." So you may be different from the beginning, but as you continue relating with bad company, one day they will ruin your good morals and you become like them. You will start thinking like them. You will start reasoning like them. Amos 3:3 says, "Can two walk together except they are agreed?" They can't. So the people that you walk closely with, kuna kitu munafanana. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuwa wewe ni mcha Mungu na wale marafiki mnatembea nao, they have nothing to do with God. They don't go to church, but they are your best friends. Tukiangalia kwa simu yako, recent calls, hao tu ndio umepigia. Ama hao ndio wanakupigia kwa received. Hao ndio mnaandikania SMS, hao ndio mnachati na wao. Hawajaokoka. Na si ati it is business, no. Business is okay. Lakini marafiki, hao ndio unakibiria ukiwa na jambo unataka kushare. Yet you are not going the same way upon one day. You will be going where they go. And one of the things they incited Israelites into is idolatry. Idolatry. Exodus 21. God had spoken to Moses, and he sent him to the children of Israel, and he said,
1. And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them. For I am the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and the fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. Bwana Yesu asifiwe. So already, when they were starting the journey, when God called Moses into the mountain, he was given the 10 commandments, and 2 of them were about God. Therefore, God prohibited them from having a graven image, whether ni mfano ulio biguni ya Mungu Baba, ate hii kubwa ni Mungu Baba, huyu mdogo mdogo ni Mungu Roho, haka kadogo dogo ni Roho Mtakatifu. Hapana, aliwakataza. Amen. Ama kitu yeyote ambao iko duniani. The God we serve him by faith. We don't see. We don't create in our mind kitu kikubwa, then we start bowing. Hallelujah. Yes, we don't. So we have nothing. God wants us to worship him with nothing in our hands. Even any graven image. Hallelujah. But in Exodus 32, we found that when Moses went to be with God to be given the 10 commandments, when he was there, God told him. Exodus 32. When the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people gathered themselves together to Aaron and said unto him, Up, make us gods, who shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. And Aaron said, take off the rings of gold, which are in the ears of your wives, your sons and your daughters, and bring them to me. So all the people took off the rings of gold, which were in their ears, and brought them to Aaron. And he received the gold at their hand and fashioned it with a graving tool, and made a molten calf. And they said, These are your gods, Israel, who brought you out of the land of Egypt. When Aaron saw this, he built an altar before it. And Aaron made proclamation and said, Tomorrow shall be a feast to the Lord. And they rose up early on the morrow and offered burnt offerings and brought peace offerings. And the people sat down to eat and drink and rose up to pray. Amen. So when God saw this in heaven, he told Moses, Musa, wale watu wako, the ones you delivered from Egypt, they have corrupted themselves. Go down. And the Bible says when they came near, they had the shout and the dancing and the everything. And Moses was annoyed. You know what he did? He broke the 10 commandments. Bwana Yesu asifiwe. So, one of the problem that they incited the children of Israel into is idolatry. Because they were used into gods they could see. Now, when they joined them, they thought maybe Moses was their God. And now Moses is gone. 40 days and 40 nights. They can't see them. And he's the one who was performing miracles there. So they wanted something they could see. And therefore, they decided, Aaron, kwa sababu wewe ndio mkubwa ndio umeachwa, fanya hivyo. After all, wewe ndio ulikuwa unatumiwa, mnaenda na Moses unaongea. Hallelujah. Nilikuwa naangalia na shidwa. Mbona wakati walikula na wakakuja ati waliamuka kudance? Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naona chakula yoyote yenye unakula, unasikia kuamuka kudance. Mimi sioni kama ni mzuri. Amen. Kama ukikula na umeshiba husikii kuinua Bwana, unasikia kutigiza kiuno huku chini. Mimi sioni kama iko sawa. Hivyo ndivyo walikuwa wanafanya.
Wakati by the time Moses came, dancing, wakizunguka. Amen. Because the Bible says we lift up our hands unto God, si ndio? Lakini sidhani hii ndio dancing ilifanywa hata kukula na kukunywa. Hallelujah. So today, unajua today idolatry is not in form of graven image. Of course, there are some who still have those to gods. Amen. Kama kwetu kulikuwa na meza ilikuwa kwa kona na imewekwa image ya mtu fulani. Ukitaka mkosane na mama, nikukanyaga hapo ama kuongea anything about that image. Bwana Yesu asifiwe. Then kulikuwa na kitu kingine kubwa. I think siku hizi ndio my sister wametoa. Ilikuwa imehangiwa somewhere kwa na usiku ilikuwa inawaka. Unajua zile zinawakaga usiku? Tunaambiwa huyo ni Mungu ndio anawakaga usiku, analeta mwangaza. So things, people do things. So today people have made their personal gods, family gods. Kwa sababu unakumbuka wakati Musa alikuwa anatumwa, the first miracle ni ile mkwajo yake aliambiwa agushe. What did the Egyptians do? Yeah. So they believed kwa wagaga, wachawi na washirikina. And you think those things are over today? They are still there. Kuna watu wakiweka biashara, lazima waende manyumbani, wazee waseme kitu ama wafanye kitu. For protection wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watoto, siku moja mchungaji ukidedicate watoto, toa nguo tuone kama kuna kitu imefugwa ndani. Ate mtoto asisemwa mabobaya ama macho. Ati kwetu kulikuwa na mama alikuwa anasemekanaga akikuangalia, na ni kweli. Siku moja my sisters walivaa tuskati twingine na mayan. Waliangaliwa. Walijikuna thais, ilibidi waende kwa mwingine awapake mafuta. We. Na kwa pia hawa watu wako. Bwana Yesu asifiwe. So the Egyptians believed in those people. So wao walikuwa wanajua, si unaona kama wakati my mother aliona vile wanajikuna, badala ya kuwaombea walitumwa kwa shosho mwingine fulani. Mwenye sitataja kwa sababu ya hii. Bwana Yesu asifiwe. So even today people meet in the name of family. Let me tell you, anytime you meet at home, whether it is Easter time or Christmas time, you meet because our forefathers had said. Na walikuwa wamesema watu wakikutana wachije na wafanye. You are an idolater. You are not doing it anything that is not done in the name of the Lord. You are doing it because it has been done or other people are doing or somebody said it be done. Kama hiyo mambo unasikia ati unajua before akufe alisema siku ya hot mkuje huku mfanye. Ukienda you are an idolater. It doesn't matter who it was. Amen. So in Deuteronomy 4:15. Deuteronomy 4:15. Therefore, take good heed of yourselves, since you saw no form on that day, that the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of the fire. Beware, lest you act corruptly by making a graven image for yourselves in the form of any figure, the likeness of male or female, the likeness of any beast that is on the earth, the likeness of any winged bird that flies in the air. And we continue. Bwana Yesu asifiwe. How did God punish this idolatry? You know what happened? Moses came and said, wale ambao wako upande wa Mungu, upande huu. Wale wengine ambao wako upande ule mwingine. So you know what they did? Aligiridi hiyo calf, ikafanywa uji, wakakunywa na wakauawa wote. Hallelujah. Na imagine, unajua vile Moses alisema in Exodus 32. Hebu tuanze 27. Exodus 32:27. You shall say. Exodus 32:27. And he said to them, thus says the Lord of Israel, put every man his sword on his side and go to and from the gate to gate throughout the camp. Slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbor.
And the sons of Levi did according to the word of Moses. And there fell of the people that day 3,000 men. And Moses said, today you have ordained yourselves for the service of the Lord, each one at the cost of his son and of his brother, and that he may bestow a blessing upon you this day. Imagine. Juu ya kuua idolaters. Waliambiwa sasa mmetakaswa. Hiyo damu mwaga idolaters. From now you are dedicated to God and you can continue serving God. Bwana Yesu asifiwe. So what kind of idolatry are we doing today? Hallelujah. So idol worship today. And as I have said, today it is heart-based. Sio sana sana uone, ni wachache sana wako na hizo tu vitu. Na hata kama wako nayo wanaficha. Bwana Yesu asifiwe. Wamama tunaenda kununua necklace, unaambiwa hii hata iko na msalaba, ukivaa kuna kitu baya itakutendea. So ukivaa hiyo kwa sababu ya hiyo msalaba, Yesu hakuangiwa na hiyo kama msalaba inatoshea hapa ama kwa earring. Weka tu kwa sababu ni madoido. Lakini ukiweka ya kwamba iko na meaning, it becomes an idol. Bwana Yesu asifiwe. So, how do we worship idols today? One, use of objects, kama vile nimesema. Whether the objects we use to pray or worship, those small crosses, bowing to images that are likened to heavenly things, wearing them for protection. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna wengine ati mtoto akisema analala vibaya, anaambiwa alalie Bible. Kwani kulikuwa na kitu kama hiyo? Maybe ziliisha. Mama zetu walikuwa wanafanya hivyo. Wengine wako na vitu kama bones za nguruwe kwao. Ati inawekwa kwa gate. Ili wachawi wakikuja. Na unajua hata mwenye kuweka ni mchawi bado. Alijuaje hiyo ina protect? Na usifikiria anaweka tu kama amenyamaza. Si anaweka akisema vitu. That is idol worship. Bwana Yesu asifiwe. Mfupa ya nguruwe yenye imekufa inawezaje kulinda watu? Hallelujah. Ingine hata inawekwa katika biashara isiibiwe. Amen. Kuna tu vitu vingine tu kujipaka for protection, that hii mafuta ukijipaka pepo hawatakukaribia. Amen. Na nakwambia ukipaka ndio unawaburuta kwako. Hallelujah. The other one is the idol of self worship. Unajua kuna watu wanafiru wako na maana sana. What in 1 John 2:15-16 inaita the pride of life. Pride of life. Yani ni yeye tu. It is about me, myself and I. Mukienda mahali hakuna mtu mwingine ataongea, atawanyamazisha hata ukikuja kama uko na point. Anataka kufanya hiyo point yako maji aongee. Self worship. Bwana Yesu asifiwe. Wakati amefanya kitu, sasa hiyo ni kitu ya maana. Lakini ikifanya na mtu mwingine, every time ni lazima question. Kwa sababu haamini kuna mtu mwingine anaweza fanya kitu ya maana. And the Bible says in Matthew 22:37, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the greatest and first commandment. And a second is like it. You shall love your neighbor as you love yourself. So hii mambo ya kujifanya wewe ndio kuliko wengine, it is self idol worship. Amen. Number 3, the idol of materialism and money. Matthew 6:24. No one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. That is Jesus speaking. Kupenda pesa. Amen. Unajua kuna watu wanapenda pesa, hata anaweza shida jaa akiwa na pesa kwa mfuko, kwa sababu ikiwa 1000 akipeana si atapewa cheji iwe 800 ama 700. Afadhali aende nyumbani na nini? Na jaa pesa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwetu kuna mzee alikuwa hivyo. Mpaka hangepeleka pesa yake kwa bank kwa sababu watatoa. So yake ilikuwa inakaa kwa nyumba. Wakora ni nani? Walijua. Walikujia yote na wakamkata mkono. Bwana Yesu asifiwe. The idol of materialism and money. Those people who have no Sabbath day, yani they cannot spare Saturday kwenda kuabudu kwa sababu hawezi funga biashara. That is an idol. That business has become an idol. Amen.
They have no time for God and they have no time for their families because they are busy working. Na mimi wakati mwingine nashindwa. Kwani binadamu anakulaga sahani ngapi ndio ashibe? Si ni moja? Na vile tuko na maguo mingi, hapa kuna mtu amevaa mbili. Najua kuna wenye wanavaa mbili, mmoja refu na nyingine. Na mama tunafinyiliagwa sana. Sasa kufanywa uvae nguo mbili na wakati mwingine vile kuna joto. Ate ni kanisa gani? Bwana Yesu asifiwe. Si mtu anavaaga tu moja. Jioni si unalalia tu kitanda moja na unalalia kutoshana hiyo ingine hata kama ni kubwa ya 6. Unawacha. Hata huwezi jua panya akiwa the other side. Ati vile ni kubwa uko na pesa. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua wakati wa kuzikwa, ile kitu inanishangaza. Si wewe unachagua utavalishwa gani? Kama ni wamama anakuja, alikuwa anapenda pink, tunakununulia pink. Zile zingine zote za blue na white. Unatuachia, tunavaa. Materialism. Mpaka God has no place in your life. Bwana Yesu asifiwe. Ukitafuta pesa. Ni vizuri kutafuta pesa, lakini tafuta pesa ukiwa ndani ya Bwana. Tafuta pesa ukipatia Mungu wakati wake. Hallelujah. The idol of celebrity preachers, leaders and athletes. Amen. Unajua kuna watu hawawezi sikiza mhubiri mwingine isipokuwa fulani. Amen. Hata wakikuja kanisani wakifikiria ni huyo, wapata ni mwingine, they tune off. Because huyo sasa anaongoza ibada atoniambia, mimi simtakagi, ana tune off. Na ako kanisani, unamuona tu, lakini wakati mmefuga macho kuomba anachukua simu. The idol of celebrity, even today, hujawahi waona Wanakenya wakifuata a politician bribery. Akisema amesema, hatufikiri. Amen. Siku hizi unajua vile wanaongea huko nje. Alafu natupata tukipiga makofi. Imagine mtu ametukanana. Kusema ukweli. Ama nyinyi hamuwaonagi? Mlikasirika msikii? Wacha niwaambie mimi nasikizaga. Anatukanana, washenzi, wakubwa. What is that? The idol of celebrity preachers, politicians, leaders. Yani kwa sababu huyo ni kiongozi, hata akikwambia muende wherever, and you know this is what led people to Shakahora. Because they don't think. So long as mhubiri amesema. Na siku hizi nasikia wamama, ati kuna mahali wamama wanatolewa nguo, waoshwe mapepo na wapakwe mafuta ya roho. Na mbona na wamama tunaekeleagwa mambo mingi. Wazee sijasikia wanaoshwa. Ni wamama. May God help us. That is idol worship. Unaamini mtu kuliko Mungu. Afadhali you go against what the word of God has said. Kwa sababu huyu mwingine amesema kitu fulani. Amen. The idol of comfort and pressure. Mi wakati wa baridi siwezi amka niende kanisa. Comfort and pressure. Watoto watasikia baridi. That is idol worship. Bwana Yesu asifiwe. And even when you come to church, if the reason why you come to church is not about God, it is idol worship. We don't come here in fashion show. We don't come here so that we can meet with our friends. The reason why we are here is not social. It is all about God. It is all about worship. Bwana Yesu asifiwe. Yes, no other reason why we are here. So if you come because of any other reason, hata ili usiulizwe ulikuwa wapi, wasipitie kwako, idol worship. Because you came because you fear what people will say or they will ask you. Bwana Yesu asifiwe. This idol of comfort and pressure, also with our phones. Watu wengine hata hapa kanisani hawezi kaa for 1 hour bila kuangalia simu. Na si ati simu ni kazi. Unajua kuna watu wanafanya simu na kazi. Ama what they do ni kitu maybe ni ya security. Inaitwaje? Health. Lakini yake hata customer anajua leo kwa sababu lakini anataka tu kukaa kiangalia what is current. Hiki kinasema nini? Na ako tu kanisani. The idol of comfort and pressure. Yani anataka ako kanisani, anataka kujua vile Mungu anasema na vile hao wengine wanasema. Bwana Yesu asifiwe. The other one is the idol of relationship and family.
We are looking at idol worship. Tulisema leo iko katika roho. Hey, my husband. Uwezi tumikia Mungu, uwezi nini. Wengine ni my children. Mpaka wamekuwa an idol worship. Wengine, hey, you know my wife. Wacha nikwambie. God says in Isaiah 32, he is a jealous God. He can do away with anybody who try to compete with him. Na utamtumikia bila huyo. Hallelujah. And that is why our personal relationship with God comes number 1. Tuko pamoja. Family come number 2. Service come number 3. So nobody and nothing should come before you and your God. Your personal relationship. Ikifika ni yale mambo unaamini. Vile unaabudu Mungu. Vile unatumikia Mungu ni that. Lakini your personal relationship is number 1. Bwana Yesu asifiwe. So you should not go before God uanze kusema. Wakati tulikuwa tunaishi huko Ushago, unajua sasa mababa ndio walikuwa wanaenda kufanya kazi Nairobi. Tungekosa mama fulani kanisani, tulikuwa tunajua baba nani amekuja weekend. Kwa sababu baba nani akikuja sasa mama hawezi kukuja kanisani. Juu baba nani hataki kuamshwa mapema, lazima mama nani akae ndiye akiamuka achemshiwe maji na awepewe breakfast. So akikuja the other side, unajua kwetu ilikuwa you have to say why you doing. Amuku niona sade Bwana yasifiwe kwa sababu alikuwa amekuja na sasa mnajua hawezi. Unajua siku moja ni vizuri tufunzwe kutoa ushuhuda. Kuna mambo mengine watu wanasemaga hapa unasikia kama unaangalia burudi azime mic. Because si ushuhuda ni mambo mengine ya matohoho. Amen. The idol of relationship and family. Ushuhuda ni vile Mungu amekufanyia. Wacha kutuambia vile ulidanganya boss na unasema amen, ati tuseme amen. Ulidanganya and the Bible says you should not lie. Na unataka tuseme amen, ati ni part of ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. The other one is the idol of, hiyo tulikuwa tumesema ya politics and politician. Mpaka tuna develop something called a personality cult. Ati huyo that person individual, he is like a cult. Hallelujah. Uliza neighbor, uko na any form of idolatry? The second thing that they incited Israelites into is complaining and murmuring. Hallelujah. So complaining and murmuring is an expression of dissatisfaction. But they differ in that complaining is vocal expression, vocal. Tunasikia vile unasema. But murmuring is quieter. Often secretive, grappling, winning. Frequently used to express deep-seated resentment, discontent, or lack of trust. Complaining and murmuring. Bwana Yesu asifiwe. So wakati Mungu alitoa na Waisraeli kutoka Egypt, alikuwa anataka wafike wapi? The promised land. But this sin of complaining and murmuring, na hiyo ingine tumeona ya idolatry, ikawafanya wengine wasifike. Hallelujah. So because they could not cooperate with the plan of God. Remember, hii yote ni incitement with a mixed multitude. Who are these children of Israel? See, God says, I am the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. So hawa ni watoto wale, the 12 sons of Jacob, ndio tunaongea juu yao. Ndio walienda. Wewe wachana na hao wengine wa kina Ruben na kina nani na Juda. Tunadiru na hao. Bwana Yesu asifiwe. These are the children, yani wa Jacob. Na unajua Jacob hakuwa peke yake. Wewe wacha kuuliza na wa Esau walienda wapi. Mungu alijiitanisha na Jacob pekee. So complaining and murmuring. The first complaint. The people complained to Moses that because of him and his talk of a promised land, Pharaoh made things worse for them. Kubuka walikuwa wanapewa matofali bereni ndio watengeneze. Nyasi watengeneze matofali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati Mungu amesema in Exodus 3:7, I have seen, I have heard, I know, I have come. Mambo ikawa gumu. Wakaambiwa, it is because you are idle.
That is why you are saying ati mnataka kuenda kuhudumia huyo Mungu wenu. Farao akasema wasipewe nyasi. Wataenda kujitafutia, wakuja watengeneze matofali na amount haitawekwa chini. Kazi ikakuwa gumu. Sinakumbuka wakati uliokoka vile mambo all of a sudden ilikuwa tu gumu. Bwana Yesu asifiwe. Ukaanza kuchukiwa. Mwenye mlikuwa marafiki wakaanza kukuavoid. Anajifanya siku hizi ni kanisa tu. Lelelelelelele. Kwa sababu uliingia battle in the army. Si tuliba masoja in the army. Na kitu kingine tulisema ni if I die, if I suffer in the hot. Hiyo ndio army tuliingia. Sasa wana wa Israeli hawakujua sasa they have been recruited into the army of God. And the process of deliverance has started. So, verse 21. And they said to them, the Lord look upon you. Sasa them ni Moses and Aaron. The Lord look upon you and judge. Oh, to go Exodus 5:21. Sorry. Exodus 5:21. And they said to them, the Lord look upon you and judge, because you have made us offensive in the sight of Pharaoh and his servants, and have put a sword in their hand to kill us. Then Moses turned again to the Lord and said, O Lord, why hast thou done evil to these people? Why didst thou even send me? For since I came to Pharaoh to speak in thy name, he has done evil to these people, and thou hast not delivered thy people at all. That was the first complaint. Bwana Yesu asifiwe. The way you complain because of your Christian walk. Tangu niende kanisa, tangu nianze kwenda kanisa, ndio marafiki walienda. In fact, I had a girlfriend akaniwacha. I had a boyfriend akasema hataki mtu mwenye ameokoka. The second complaint. Exodus 14:5. Sasa, already they have been delivered after the 10 plagues. They have now been delivered. And in verse 5, when the king of Egypt was told that the people had fled, the mind of Pharaoh and his servants was changed to want the people. And they said, what is this we have done, that we have let Israel go from serving us? So he made ready his chariot and took his army with them, and took his 100 picked chariots and all the other chariots of Egypt with their officers over them. So Israeli wameanza kwenda. Si ni usiku? Si wametoroka? Na alikuwa amekubali kwa sababu firstborn wake amekufa. Then akashindwa, tumewaruhusu aje waende. Nani atakuwa anatengeneza matofali? Kujeni tuwafuate. So wakati waliangalia nyuma, wakamuona akikuja. Wakaangalia upande na upande. Wakaona nini? Milima. Wakaangalia mbele. Wakaona nini? Red Sea. So walisema ungewachana na sisi. Sasa ni wewe. Kuna haja gani ya kutuleta huku tukufie huku? Ungeturuhusu tukufie huko. Si huko kulikuwa na graves. Bwana Yesu asifiwe. Si kuna vitu zingine mtu anasikia kama hageokoka huko zilikuwa. Huko mtu akikasirika alikuwa ameruhusiwa kugoga kamoja afanye kitu under the influence. Bwana Yesu asifiwe. Ate huko mtu akikasirishwa na bibi alikuwa anaruhusiwa kwenda mtaa huko na arudi. Then lakini sasa hii mambo ya kanisa tuliambiwa. Bwana Yesu asifiwe. So they complain. Na wakasema afadhali wangekufia huko. Amen. Na as we continue, utaona vile mara mingi they decided to die. Vile sisi tu. Anytime mtu amekasirika, amefanywa, what do we do? Most people see they desire to die. Na statistics inasema majenzi, unajua majenzi they are not hardened. Every time they want to die. Bwana Yesu asifiwe. Woe unto them that are marrying Gen Zs. Hiyo ndio atakuwa na kustua nayo. The other thing is that they complained about bitter water in Exodus 15. Exodus 15, verse 20.
Then Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a timbrel in her hand, and all the women went out after her with timbrels and dancing. Thank God for women. And Miriam sang to them, "Sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and his rider he has thrown into the sea." Then Moses led Israel onward from the Red Sea, and they went into the wilderness of Shur. They went 3 days in the wilderness and found no water. When they came to Marah, they could not drink the water of Marah because it was bitter. Therefore it was named Marah. And the people murmured against Moses, saying, "What shall we drink?" And he cried to the Lord, and the Lord showed him a tree, and he threw it into the water, and the water became sweet. There the Lord made for them a statute and an ordinance, and there he proved them. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wametoka Red Sea. Wamechukua drum, wameiba. Vile Mungu ni mzuri, vile Farao na watu wake wote wameangamizwa katika maji, Mungu ni mwema. Ile tunaitaga wimbo ya Musa. Yaani wameenda. Ati wameenda in the wilderness of Shur. Hakuna maji. Wameenda Mara. Wamepata kuna maji, lakini ni badala ya kukumbuka ule Mungu yenye tumeibia. Na vile amefanya. Musa, hii maji tutakunywa nini? Tena umetuleta huku tukuve na maji. Complaining and murmuring. Na hapa kuna watu naona ni kama walijichanganya na mixed multitude. Kazi yao ni kufanya nini? Badala ya kusema. Unajua kuna tofauti ya kusema, "Tafadhali nipatie kitu." Mzee akuje nyumbani jioni, ako na kiu. Aseme nipikiwe cha? Badala sasa hii nyumba, mtu hata hawezi wekewa chai apate. Hatukujua unakuja saa ngapi. Itisha chai. Tutapika. Complaining and wacha nikwambie, hiyo roho ikikuingia, hakuna wakati utakuwa unaongea. Umewahi kana watu they speak in form of questions. They don't issue a statement every time it is a question. Na hapa watu wanakula saa ngapi? Na hapa hiyo makelele yote ni ya nini? Badala ya kusema si watu wapuguse. Uliza neighbor, wewe unaongeanga ama nikuuliza maswali? Amen. So hawa watu badala ya kukumbuka vile Mungu amefanya, na wao tu ndio wameiba. Sasa maji ni kali. Badala ya kusema, Musa, hapa kunaonekana kuna shida. Huyo Mungu mwenye amefanya hivyo pale, siongee na yeye kwa sababu yeye ndiye anasikia, atupatie maji. Si ingefanywa? Lakini walikuwa na spirit of complaining and the fourth thing, they complained that they were hungry. Exodus 16:1. They set out from Elim. Sasa wamekunywa maji, wako sawa. And now the congregation of the people of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month, after they had departed from the land of Egypt. And the whole congregation of the people of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness, and said to them, "Would that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the fresh pots and ate bread to the full. For you have brought us out of this wilderness to kill this whole assembly with hunger." Then the Lord said to Moses, "Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day, that I may prove them whether they will walk in my law or not." Bwana Yesu asifiwe. Na kama vile tuliambiwa na Reverend on Sunday, si ati ni wao walikuwa wanakula mpaka wanashiba hiyo majija na mapumpkin na nini. Si wao walikuwa slave. Na hata kama walikuwa wanakula, what is better? Kukula ukiwa mtumwa ama kukua njaa ukiwa mtu ako huru? Si afadhali uwe na njaa uko huru kuliko unakula ndio utengeneze matofali. Bwana Yesu asifiwe. So they murmured. But God gave them manna. And he said, even in the provision of manna, he wants to prove whether they will obey him or not. Si mmeitisha, mmesema utakufa njaa. Haya, mimi nimewapatia mkate. Lakini, these are the mawaidha. Every day, early in the morning, uende uchukue enough for the family, uweke.
Na hakuna give us this day. I mean hakuna give us this month our daily bread every day. Ndio maana Yesu alitufunza hivyo. So every day wanaendea. Wengine wanasema hii mawazo ya Musa. Kwani ni lazima kila mtu aende every morning? Mimi nitaweka ya kesho, mimi kesho siendi kuchanganya. What happened? Zinakuwa na magugu. See, God was proving them bado whether they will be able to walk in their way. So wale inside us. Si ni mixed multitude. Kwa nini huyo Musa wenu anawaambia ati lazima muende every morning? Hata huko tulikuwa tunaweka chakula na the following day ilikuwa sawa. Si ni sentiment. Si unajua watu wako kuinsight vile wanatuguduga hata sidano. Na imagine hao watu hutawahi wasikia wakiongea. Wale watu unasikiaga wakiongea. Si wao originator ya hiyo shida. Kuna something behind. Wale wakudugana mashidano. Ukiona mtu amewacha kutumikia Mungu hapa, usifikirie shida ni yeye, inisaita yako. Amen. Hata nyumbani kuna kuaga na masaita. Tutoto twingine ndio tuinsaita, na wanambia nenda umwambie. Na wakati manakaa chini. So anaangalia vile Njoroge ataambiwa na baba yake, lakini ni kutumwa representative wa insiders. Bwana Yesu asifiwe. So hawa ndio walikuwa the insider, our mixed multitude. The other one, they complained about being thirsty. Imagine again. Si tumesikia wamepewa maji kule Mara. Sasa Exodus 17. Sasa huku kunaitwa the wilderness of sin. Ile ingine ilikuwa ya shule. Wameenda tena wamekosa nini? Maji. Na badala ya kwa kusema ule Mungu alitupatia maji kule, Musa mwambie hata hapa hakuna maji. Verse 3 says, but the people that stayed there for water, and the people murmured against Moses and said, why did you bring us up to kill us and our children and our cattle with thirst? Complaining and murmuring. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio Mungu akasema, afadhali ate ni Daudi akae huko juu ya nyumba, kushida kukaa hapa na mama mwenye wa mama Lina complaining. Ingine hata usikia anasema nini, atunamuuliza umeniongea. Mpaka mzee anashindwa sasa, huyu mama anakuaga na shida ya kichwa. Si shida ya kichwa, ni roho ya mama Lina complaining, muombe. Bwana Yesu asifiwe. So badala ya kuambia Mungu vile alifanya huko ati Mara, si umwambie hata hapa atuletee maji. Hawaongei, complaining and murmuring. Badala ya kuitisha kitu cha uzuri. Si unajua kuna watu tena, tumesema kuna type hiyo ya badala ya kuongea ni kuuliza maswali. Si ndio? Then kuna wengine hawawezi itisha kitu kwa uzuri. Ati kiatu yangu imelaruka, ukipata pesa ninunulie. Sasa huku watu wanatembea na viatu mpaka wanachekelewa na ati mtu ameolewa. Amen. Suitisha kiatu kama ni kiatu unataka. Bwana Yesu asifiwe. Najua natumia wamama kwa sababu sana wazee si wengi. Ukiona mzee akona hii, alikaa sana na mama yake jikoni. Akafunzwa kumama na kucomplain. Hii sana ni hata huko ni vile mixed multitude, unajua inaweza fusa hata wazee. Lakini ya wazee haionekanaga sana, ya mama ndio mingi. Pengine hata hapa saa hii hawezi kosa mama alimama na kucomplain asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. The other one, they complained again about food. Si huko walikuwa wamepewa mana. Si kama wamesikia njaa tena waseme tu Musa tupewe. Numbers 11:1. Numbers. And the people complained in the hearing of the Lord about their misfortunes. And when the Lord heard it, his anger was kindled. And the fire of the Lord burnt among them and consumed some outlying parts of the camp. Imagine Mungu alifika mahali sasa hamuta complain tena. Anytime ukicomplain mutaona Mungu akachukua kijiti. Amen. Mungu akawamaliza na moto. Bwana Yesu asifiwe. In verse 4, because of time. Now the labor that was among them had a strong craving. And the people of Israel also wept again. Imagine mpaka wanalia. And he said, oh, that we had meat to eat. We remember the fish we ate in Egypt for nothing. The cucumbers, the melon, the leeks, the onions, and the garlic.
But now our strength is dried up. And there is nothing at all but this manna to look at. Sasa wameboeka na manna. Badala ya kusema wameboeka na manna wabadilishiwe. Sasa ni walilia. Imagine wako na chakula si hapa hata sija lakini wanalia. Najua wakati tulienda Kakamega kuhubiri. Siku ya kwanza ugali, siku ya pili ugali. Ya tatu niliambia Mrs. Pastor, kunaweza patikana kagitheri huku. So tukaenda house to house, tukirudi. Sasa I made everybody eat together. Na nikawaambia mniwekee kagu kingine kajioni. So unaona mimi siku complain, nilisema tu, "Hii ugali ya kila wakati please, mimi nataka githeri." Sasa hawa badala ya kusema wabadilishiwe maana na kitu kingine, complain. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka Musa anauliza Mungu in verse 12. Did I consume all these people? Did I bring them forth? That thou shouldest say to me, carry them in your bosom as an ass carries the sucking child. To the land which thou didst swear to give there. Sasa imeabukizwa Musa mkubwa. Sasa hata yeye ameanza kucomplain kwa Mungu. Ni mimi niliwazaa. Unashida unibebeze mzigo ya hawa watu. Ndio maana nilisema vizuri uchuge. Ukisikia watu wale unatembea na wao most of the time wana complain, tafadhali ondoka. Otherwise one day Musa ameingia sasa. Na ni Mungu naye anatetesha Mungu. Verse 32. And the people lost all that day and all night and all the next day and gathered quails. Imagine. Leo kesho usiku hawakulala na hiyo siku nyingine wakachukua quails wakaweka huko kwa kabi, wakaweka huko kwa kabi. Bwana Yesu asifiwe. He who gathered least gathered 10 homers and they spread them out for themselves all around the camp. 33. Siniwaambia sasa Mungu amechoka na complaining. Anagojea tu complain. While the meat was yet between their teeth, before it was consumed, the anger of the Lord was kindled against the people. And the Lord smote the people with a very great plague. Imagine. Najua kuna mambo mengine unaweza tetesha Mungu, tetesha akupatie lakini aongeze plague. Amen. Uliza neighbor, ni nini ulitisha na fujo ukapewa na plague pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Walipewa na wakafanya nini? Na wao wakauawa. May God help us. The other one, the people complained about how difficult it looked to conquer the giants in the land. And they refused to enter the promised land. Wameambiwa Canaan ndio ile. Lakini every tribe ichague mtu mmoja. Waende wakaspy. Na wakaenda. Na wakakuja. Wamebebania fruits za huko. Na sasa kila mtu wako hapa kusikia, nyinyi si ndio mlienda. Hiyo kama mlipoenda mliona aje? Tikana nayo kanitha. Huko vile tuliona watu ni majitu. Tulijiona kama grasshoppers. The Lord inameza watu wake. Na si waliwaona. Na hata wao walipoenda walisema hatukukuja na tribe of Reuben, representative alimezwa. Kuna mwenye alimezwa. Si walirudi wote. But the Lord ina devour the inhabitants. Then watu wakalalamika. Bwana Yesu asifiwe. Wakasema hatuendi. Ebu katikati yetu tuchague mkubwa turudi. Sasa sijui walikuwa wanafikiria Red Sea watapita aje na ni Musa alipata maji. Sasa hawafikiri, now they want to go back. Bwana Yesu asifiwe. Na hawafikiri Farao atakaposikia wamerudi. Na vile firstborn wao waliuawa juu yao, what will happen? Hallelujah. But Joshua and Caleb, the Bible says they had a different spirit. Wanajaribu kuwapoesha wanawaambia hapana. Things are not as bad. In fact, that land is too good for us to inherit. If the Lord is pleased with us, let us go and possess the land. Then hao wengine walisema wacha tuchukue mawe, wanatudanganya nini? They wanted to stone them. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu hakuruhusu. So,
the mixed multitude and their incitement. Hii mambo yote ni kwa sababu ya wale watu walijiunga nao wenye si wa hiyo, hawakuwa wa hiyo safari. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua what did God do? Verse 28 of Numbers 14. Verse 28. Say to them, as I live, says the Lord, what you have said in my hearing, I will do. What had they said? 29. Your dead body shall fall in this wilderness. Ni nyinyi mumesema, mliletwa mkufe. Then this is what I'm going to do. Your dead body shall fall in this wilderness. And of all your numbered from 20 years old and upward, who have murmured against me, who have murmured against me, not one shall come into the land where I swore that I would make you dwell, except Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun. Tulisema ilifika mahali Mungu akachoka na wao. Na akasema sasa, tit for tat. Fungua mdomo, sema kitu, na mimi nifanye. Bwana Yesu asifiwe. Could it be what you are going through is payment of your words? Hii ndoa hata haiwezi fanya kazi. Huyu ni mwanaume ama mwanamke mfano. Hawa watoto ndio wataniua. Si Mungu alisema whatever you have said I will do. Na ndio anafanya. Hii biashara haina mbele na haina nyuma. Afadhali kufuga. Complain. Hii Kenya hakuna hope. Hawa vile naona huyu anakutupeleka tutaisha wote. Nakwambia Mungu anasikia. Na utakulia maneno yako. Bwana Yesu asifiwe. The other complaint. They wanted to kill Moses. They wanted to select leader, but battle in Numbers 14. And God sent pestilence. Akawamaliza. Hallelujah. In Numbers 14:12, the consequence, 22, sorry. Niyo, none of them who had seen my glory and my signs, which I brought in Egypt and in the wilderness, and yet have put me to proof these 10 times, hata wao hawakuwa na mchezo, and have not hearkened to my voice. Mungu alisema hakuna kufika. The generation of complainers and murmurers. Mungu alisema hawezi enda promise the land. Kwa sababu wakifika huko, wataendelea na hiyo. Amen. So the 10 spies, Mungu aliua hapo. Hawakuenda. Joshua, Caleb, nyinyi endeleeni na safari. Hallelujah. Again, they have no water in Numbers 20. Na unajua hii ni wilderness experience ya every Christian. Hapa. Leo unafurahia hata unasalimiana hi-fi. The next Sunday tunaona ile kona umekaa na ile mwangalirio, murorere, umetuangaliria. Tunajua ni wilderness of shoe. No water. Ama kama iko ni mara, bitter. Amen. Wengine wameambiwa na wenye wameenda kuspy the guy. Doa. Wewe unataka kuoa. Ni wamama unaona huku wakisema tunasherehekea ushindi wa Bwana. Ni spies wamefika. Huko Canaan wanaambia the upcoming. Ati unataka kuweka biashara. In Kenya today with this economy. Nimekusalimia na yeye hafugi yake. Lakini yeye anafanya nini? Anakudiscourage. Bwana Yesu asifiwe. So sema nimekatana na maspice. Kataa kusikia maspice, jipeleke wewe mwenyewe uone. Amen. Msichana anasema ati sasa mimi mnisaidie kuomba, nataka kuolewa. Guy. Hakuna kitu tutakwambia. Sisi ni vile tunashindwa tutatokaje. Kama ningejua nikiwa 21. My spice. Na si unasikia Mungu aliua wote. Kama Mungu amesema uingie ujulie huko. Mungu mwenye alikupeleka huko atahakikisha yote iko sawa katika jina la Yesu. Others maspies watafanya watu wengi wasiende mahali walikuwa wanaenda. Lakini Mungu aliua. Again, in Numbers 21, they complained against God and Moses. This time, God brought a final solution. Numbers 21:5. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness?
For there is no food and no water. And we wrote this worthless food. Then the Lord sent fiery serpents among the people. And they bite the people, so that many of Israel died. And the people came to Moses and said, we have sinned, finally. Finally, sema finally. Kuna mahali ingine ulikuwa umesikia wamekubali wametenda dhambi? Finally, wameona vile kinaenda. We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord, that he may take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. Amen. Walipoona every time wakimama, hawa wameuawa. Mungu anamalizana wakaona we. Sasa vile hii nyoka zimetumwa, hebu tukubali tumetenda dhambi. Wakaenda kwa Musa. Wakakubali kutenda dhambi na Musa akawaombea. Unajua Mungu hakutoa nyoka. Ama alitoa? Alisoma moja inuliwe juu. Ukiumwa na hizi zingine ufanya nini? Ndio maana Mungu hajatoa dhambi. Tutaendelea kukaa hapa hata kama sisi si wa hapa, dhambi zikiwa hapa, lakini dhambi zikitunyemelea tunaangalia nani? Yesu kwa msalaba. And that is why we have Easter. Amen. So walipojua sasa wametenda dhambi, they were given medicine. They were given their taste of their hateful medicine. Na kutoka hapa, a bronze serpent was made, na ikainuliwa juu. Na kwa hivyo, yeyote ambaye alikuwa anaumwa, alikuwa anaangalia nyoka. Na kutoka hapo, hatujasikia hiyo malalamiko mingi. Hata kama walipoendelea kuna hapo na hapo walikuwa wanafanya, lakini hii multitude. Hii multitude mingi, si unasikia wengi waliisha. So I think the mixed multitude waliisha. Sasa wenye wamezaliwa at least walikuwa wana behave kidogo. Uliza neighbor, unagojea fiery serpent ndio uache kunungunika hapa? Bwana Yesu asifiwe. Today we complain about ourselves. Angalia vile Mungu aliniumba. Sasa hii ni pua. Sasa hii ni kichwa, hata nikienda saluni wanaitana. Vile niubwa. Sasa angalia Mungu hawezi nipatia gari. Wengine tu ni wana complaining. Our parents, Bwana Yesu asifiwe. We complain about our parents. Kama mimi ningesomeshwa. Kama wazazi wangu wangekuwa na mashamba kubwa kama akina Koinange na wengine wa kwenu. Sasa Koinange ni wa kwetu. No. Kama wangenipatia msigu mzuri, niwe na mahali pa kusimamia, mimi ningekuwa mtu kubwa sana. Complaining and wale wako shule, si wameanza kufuga. Hiyo shule, kama si mwalimu wa maths, kama si mwalimu wa physics, kama si hiyo chakula yenye tunapewagwa, mami ungeona hiyo maboga imechemshwa tu, hata sisi tulikula. Kikunja nyumbani utakula hiyo iko na mafuta. Hiyo mitihani hata ni kama iliibiwa. Hiyo uniform in fact ingekuwa navy blue, utavaa hiyo ya yellow. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wako na biashara complain, money is not enough. Ni wakati gani umewahi sikia mtu ametosheka na pesa? Niambie moja. Uhuru, si mnajua Uhuru? Vile wako na mingi. Unasikia ametosheka? Angepewa kitu kingine kubwa kuliko ya presidency anaweza ingia. Waacha ku-complain. Ridhika. If you have the daily bread. Na ndio maana Yesu akaomba, give us this day our daily. Si sahihi tu tumesema unahitaji plate moja. Si ulikula breakfast? Na kuna matumaini ya lunch na supper. Kesho ijiririe mwenyewe. Amen. Nenda ukafanya kazi. Silikola waso mgoda. Bwana Yesu asifiwe. Every day I'm tired. Okay, what do you expect after you have worked? Unaweza kufanya kazi na usichoke. Tuachishe hii maneno tired. In family, the wives are complaining about their husband. Nakwambia kama mimi ningepewa a husband like nani, tungekuwa bali sana. Hii mikono yangu ikiingia kufanya kazi, lakini the type of husband I have. My husband. Ni vile nipewa bibi kisirani. Bibi yangu ni kisirani. Kama ningepewa wife kama Pastor Victoria, tungekuwa bali. Bwana Yesu asifiwe. Uliza refu. So everybody is complaining. Bwana Yesu asifiwe. And you see, ni vizuri wakati mwingine kujiangalia. Wewe, how often do you thank God? And why do you want other people to thank you? You complain.
So if it is the husband, see, the head is Jesus. So the husband is always complaining. God, what do you expect of the wife? Now a wife complaining, the husband, what do you expect of the children? So everybody is a complainer and a mama. So we don't thank God because of what he has given us, but we want other people to, in fact, that he provide, they don't appreciate. Do you appreciate God yourself? Si tunaelekea mwisho wa mwezi. Umepanga tithe ku appreciate Mungu. But you want to be appreciated by your family. Sahau forget. Bwana Yesu asifiwe. Kanisani, members are complaining about the church. In fact, hii kanisa vile naonaga. Kama hii ingekuwa inafanywa hivi. Tungekuwa tumejaa mpaka huko juu. Yaani mtu aruhusiwe kukuja na style ya tufira kwa kichwa. Alafu turuhusiwe kuweka ile pipe kwa sababu hiyo ndio iko fashion. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tuwekewe dance hapa tuambiwe firaga free style. Hii kanisa ingekuwa imejaa. Mimi naangaliaga naonaga hiyo leadership ya nani? It is the problem. It is the question. It is question. Sasa ni insiders. Mixed multitude. Bwana Yesu asifiwe. Kuna uwezekano mixed multitude alikupata mahali na akakwambia kitu. Wewe vile nakuonanga. Ni lazima iwe ulikutana na mixed multitude. Na tulisema mixed multitude sana sana kazi yao ni kuduga na wanaodokea. Eda. Na wewe sasa unakuja na moto yote. Hapa kanisani hata watu hawezi ruhusiwa. Kwa nini wengine wanaruhusiwa kwenda? Kwa nini wengine wanaruhusiwa kukula na kukunywa? Kwa nini wengine wanaruhusiwa? Hata David alikuwa na mabibi wengi, hata Solomon alikuwa na wengi na kwa Bible. Are you Solomon? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? You know, the mixed complaining and murmuring is about kwa nini? What, why, where, which, what? That is the complaining. Amen. And as a nation, we are complaining and murmuring. Lakini what does the Bible say in 2 Timothy? Yes. These leaders wenye wamekukasirisha hivyo, how much do you pray for them? Because the Bible says our responsibility is to pray for them. So na wewe hata kusema wanatukanana hawana haya, wako nayo migi, ni vile maombi yako is missing. The moment utaomba na wao watawa. Are you tired of the way they are talking? Stop complaining, stop murmuring. Tuliwaambia. Choices have consequences. Ni nyinyi mlimchagua, si hata wewe ni president wako unasikia matusi. Hata kama hukumchagua. To join, tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Complaining and you see the bad thing with this complaining and murmuring, na hata ile daughter, there were 5 but we have had only 2. The issue is they made it difficult for the children of Israel. Safari yao, imagine wangapi wamekufa. Unaenda hapo unasikia 3,000 wamekufa. Unaenda kwingine 14,000 wamekufa. Just because of these sins. Idolatry, complaining and murmuring. Bwana Yesu asifiwe. So, how much have you allowed the mixed multitude to incite you in your life? Kuna kitu ulikuwa unafanya nyumbani na uliwacha because ulichochewa na mixed multitude. Kuna kitu ulikuwa unafanya kazini kwenu, kasema hata ukifanya kazi huyu boss haoni, I'll only be doing the minimum. Ili nionekane niko huku. Excuse me. The Bible says when we work for them, it is God who pays. When we work for them, we have God who sees us. Hata kama hao haoni. So wachana na insiders. Fanya kazi, uambie Mungu you have done your part, akubariki. Kuna kitu ulikuwa unafanya hapa ukawacha kwa sababu insiders walikuambia tatukwambia hapa ulitupata. We know. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe sasa tunaona vile una behave, lakini the insider, the mixed multitude is quiet. Hata mixed multitude maybe hakuacha. Bwana Yesu asifiwe. So the complainers and murmurers have just said they are ungrateful people. And you cannot expect to wengine wawe grateful to you if you yourself you are complaining and murmurer to the higher authority. Because zinaendaga zikifuatana. Amen. Watoto, mama, baba, Yesu. So if you want people to stop complaining about you, na wewe kwa higher authority, do what you are expected to do.